baraka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea naomba. Ewe Bwana kweli uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe, nifikae duniani ni mahali pa Shetani, natazamia mbinguni nitafika kwa imani. Ewe Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya yale mawingu. Nitaomba nifikishwe, Ewe Bwana unipandishe. Ewe Bwana uninue Kwa imani nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana Jina la Yesu Kristo, mwili wa Elizabeth ilikuwa katika boma lake. Tumeeleta katika sehemu ambayo Mungu tunaandaa ibada kwa ajili baba ya kazi yake ya mwisho katika ulimwengu. Naomba tu ya kwamba tunapoenda kukaa, tunapoenda kunena, Baba utanena pamoja nasi. Ukatulize mkutano wake, Baba ukaupake mafuta yako matakatifu. Muendelee kupokea sifa. Asante Kristo kwa sababu pekee. Kwa uwezo wa Bwana Yesu mkombozi wetu tunaomba. Amen. Natakana
Marehemu aliwekwa wakfu na Reverend Wins na Pastor John Injili mwaka wa 1946 Kaimosi Mission. Ukristo. Mama Elizabeth alipokelewa kama full member wa Friends Church Quakers mwaka wa 1960 tarehe 17 mwezi wa 7 na akawekwa mkono na Pastor Francis Manjana Amwai. Alipokelewa kwa kijiji cha Emau Kaimosi monthly meeting. Baadaye mwaka wa 2006 alihamia hapa Kitale na kujiunga na kanisa la Friends Sirende mwaka huo. Alifanya kazi na kufundisha wamama kwa mikutano ya Alhamisi. Hakuchelewa kutoa matoleo yake ya kanisa hadi kifo chake. Ukoo. Alikuwa wa ukoo wa Msali Mkoyani. Zomba. Ukoo wa Vamigango. Marehemu alizaliwa mapacha na ndugu Simon Kivatse. Alikuwa ndugu wa Abraham, Abinayo, Ludenyo na Agri, na dada Flora, Mary na marehemu Rose Mugali. Ndoa. Elizabeth Kavugwi aliolewa na mzee Ella Mlumbasi wa ukoo wa Vamasingira mwaka wa 1964 akiwa anafanya kazi Kabras, Kakamega County. Walibarikiwa na watoto 11, wavulana 4, Geoffrey Lumbasio, Roger Samgune, Milton Mwangala, Jonathan Amkaya. Wasichana Jen Simbi Jengo, Grace Malesi, Violet Olesia, marehemu Regent Kaveza, marehemu Joyce Kaluhi, Becklin Vuguza na Rose Afande. Wajukuu. Alikuwa na wajukuu 29, alijaliwa kupata vitukuu 14. Duniani amewacha watu 40, amemaliza miaka 77 duniani. Kazi. Marehemu alianza kufanya kazi 1981 katika Kaimosi Mission Hospital kama midwife hadi kustaafu kwake mwaka wa 2000. Alikuwa mkulima shupavu akiwa Kaimosi na pia hapa Kitale hadi kifo chake. Ugonjwa. Mama Elizabeth alizaliwa mtoto mwenye afya nzuri hadi mwaka wa 2020 alipogunduliwa na madaktari kuwa na msisimko wa damu. Alianza matibabu katika hospitali mbalimbali zikiwemo Moi Referral Eldoret, Meridian Equator, Kenyatta National Hospital, Aga Khan Cherangani Nursing Home. Amekuwa akiendelea kutumia madawa akiwa hapa nyumbani. Mnamo tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka huu saa 4:30 ya usiku alipoitwa na mumba wake. Nilikuja 2021 after nimaliza form 4, nikakaa hapo na yeye. Mimi ndo nimekuwa hapo kwa karibu kwa wajukuu wote. Nimekuwa nikimshughulikia, nimemfulia, nimempikia, dawa nilikuwa nampatia kwa wakati. Na hao wajukuu wengine pia walikuwa wanapiga simu kumjulia hali. Valentine alikuwa ananipigia kila siku. Akikosa alikuwa ananipigia kesho yenyewe asubuhi ananiuliza shosho amelala aje. Mimi nitamwambia kama ako sawa ama alisema anaumia. Akitaka pesa alikuwa ananiambia ambia Valentine anitumie pesa. Valentine angehakikisha ametumia shosho pesa. Siku ambayo shosho alituacha, aliamka asubuhi mapema kabla mimi sijaamka, akaniambia nipatie maji. Nikamchemshia maji, akaosha mdomo, nikampikia uji, akakunywa, akameza dawa, akakunywa chai vizuri. Mchana nikapika ugali. Ugali yake ilikuwa soft. Ungempikia ugali ngumu shosho angekula, angekataa, angeshika tu na kwambia ameshiba. Alikula hiyo siku ugali, hakulalamika, nimempatia chakula mingi. Jioni aliambia anko Amkaya apike chapati. Anko alipika chapati, akampatia chai jioni, akakula. Usiku nikauza shosho utakula nini? Nikampikia ugali, akasema nipikie ugali. Nikampikia ugali yake hiyo nyepesi, akakula. Baada ya hapo akameza dawa, pia akakunywa chai na ile chapati. Akakaa, akaniambia zima taa na uzime TV. Nikafanya hivyo juu
niko na mtoto na hakuwa amelala, wakacheza na shushu, akamwambia mtoto lala, nitakuchukua kesho asubuhi. Niliposikia sauti, akitoa sauti kwa nguvu, nilimwita, hakuitika. Nilimwita safari 4, shushu hakuitika. Nikakimbia kuwasha taa, nikamwangalia, nikamwita, nikambeba mkono, shushu hakuitika. Nikaenda nikaita Uncle Jonathan, nikamwambia kuja uangalie shushu, ni kama hayuko sawa. Uncle Jonathan alipofika hapo, alipata shushu akipumua pumzi yake ya mwisho. Mimi sikuamini, nikapigia Valentine simu, nikamwambia shushu hayuko. Valentine akaamini, akaniambia ita shushu tena. Nikamweleza, nikamwambia nimuita mara kwa mara lakini haitiki. Hivyo ndivyo shushu alituacha. Tunahitaji maombi kwa familia, wajukuu. Tunahitaji maombi. Kwa majina ni Charlotte Muhavi, nikiwa mtoto wa Roslyn Lumbasi. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Mimi sitaongea mengi sana. Ndio kusema tu asante shosho. Amekuwa tumeishi naye, amenilinda. Hata wakati nilikuwa kwa shule, alikuwa ananifanya kila kitu. Nasema tu asante, alala salama. Amen, asante. Mbarikiwe sana. Ruhusu kila mjukuu aseme tu jina na mzazi wake. Thank you. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Isaya Mlimi, mtoto wa Jane Mgambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Faith Andaye, mtoto wa Grace Mbasi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Charlotte Muhavi, nikiwa mtoto wa Roslyn Lumbasi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Mari Mgambi, nikiwa mtoto wa Jane Mgambi. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Nelly Mgambi, nikiwa mtoto wa Jane. Praise God. Praise God once again. Kwa majina naitwa Mike Mongana, mtoto wa Wilton Lumbasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Tracy Emily, nikiwa mtoto wa Grace. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Dani Lumbasi, kijana ya Job. Bwana asifiwe. Naitwa Masi Lumbasi, mtoto wa Job. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Terry Rako, nikiwa mtoto wa Rose. Praise God. Paul Maiva, mtoto wa Violet Olesi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Michelle Mwenda, nikiwa mtoto wa Jane Mgambi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Elvin Buhuti, Dr. Iloa Jane Mgambi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Cecilia Yapi, mtoto wa Bethlehem Lumbasi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ni Kavugi Valentine, nikiwa mtoto wa Bethlehem Lumbasi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Kavuku Ibranis, mjukuu wa Jane. Praise God. Praise God once more. My name is Chantel Monja, mtoto wa Bethlehem Lumbasi. Praise God. Praise God once more. Kwa majina ni Yvonne Mbone, mjukuu wa Grace. Praise God. Praise God once again. My name is Sandra Vienda, nikiwa mtoto wa Roslyn Lumbasi. Bwana Yesu asifiwe. Butia Leno, mtoto wa Grace Lumbasi. Sisi tuko hai, si ndio? Tuko hai, si ndio? Naomba kila mmoja uinuka kwa miguu yako. Nyanya yetu alikuwa mama wa furaha, alikuwa mama mchangamfu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, mwambie karibu kwa ibada na sherehe ya mwisho ya siku.
Salimia mtu, mwambie karibu kwa ibada na sherehe ya mwisho ya Sabeti. Huyo mwenye amekataa kusimama ndiye amekuja kuharibu ibada ya Sabeti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mwokozi aliyenifia, nitoke dhambini alisema, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Ni Mwokozi aliyenifia, nitoke dhambini alisema, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Amini leo, amini. Maombolezi ya mama wetu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu izomwe. Mimi sitasema mengi kwa sababu imesemwa vile mama alikuwa mzuri, na hakika mama amekuwa shujaa. Huyo mama sijaiona mama kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mama tumekula chakula chake sana, hakuwa na bagua. Huyo mama ukimuitisha chochote, Kenya alikuwa anasema tu mtu miraka transport.
ndumane shukulia. Hiyo ndio ilikuwa kitu very important kwa huyo mama. Ya pili, huyo mama amesomesha watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima nimpe sifa. Sigade ndio. Huyo mama amelinda watoto wangu. Hata kuna mtoto mdogo anaitwa Chantel. Huyo mtoto mama amemlinda. Mama anajua, mtoto anajua huyo mama sana. Ya mwisho yenye ningeleza kusema, sisi kama jamii ya hii boma, tafadhali tujuane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mahali mama ametutoa, najua shemeji yangu Grace ulikuwa unanijua vizuri, dada ya shemeji yangu Jeni ulikuwa unanijua, singeweza ongea vile jinsi ninavyoongea hivi. Na lakini mahali Mungu amenitoa ni kwa ajili ya huyu mama. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama kwa msingi ya ukweli. Na nimesimama katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitawachosha na mengi. Kwa majina naitwa John Lunganyi. Nikitoka kule Maragoli mahali penye naitwa Ikobero. Simbarikiwe na haya. Waliokalia madhabahu ya mama, hamjambo tena. Kwa majina naitwa basi, mimi ni mke wa Milton Mwangali. Mimi nitasoma kwa sababu sitaongea. Ni tribute to my mother-in-law. It is not easy to say goodbye mother-in-law, but I have to say bye-bye mother. I came to your family and you received me well. You took care of me and taught me many things. Many daughter-in-laws can't express their feelings to their mother-in-laws, but you are 100%. You have been there for us. We went through thick and thin, from Kaimosi, Cheptulu to Kitale. A mother who loved children. You took care of Kalmax, irrespectively the situation he is in. You shared your money with us. Your daughters shopped for you. But when I came to visit December, you could give me what your daughters gave you. You shared what you were given. I don't know how I can express my feelings, Mom. When my mom passed away, I knew I had you. But you decided to go. Safiri salama, mother-in-law. I will miss your food and the love to Kalmax. Shine well, mother, till we meet again. I give you my flower. Amen. Lala hiyo siku ya usiku nilisikia uchungu sana, kwa sababu alikuwa ameanza kupata nafuu. Asubuhi ya Saturday nilimwacha nikienda kazini na nikamzungumzia, tukazungumuza. Aliamka mapema sana na mimi nilikuwa naenda mapema kazi. Akaniambia ako salama, ameamka vizuri, ako salama. Mchana sikusikia lolote, nikipigiwa simu ati mama amezidiwa. So jioni nikarudi nikaingia. Kwa hiyo sikujua mama atatuacha. Ninaomba tu mtuombee sana na achilia mama aende kupumzika. Kwa jina langu nimesema Roslyn Lumbasi, nikiwa last born kwa wasichana. Hakuna mjukuu ambaye mama alibagua. Wote hata wangekuja nyumbani kwa mpigo vile wamekuja hivi, kila mtu angeenda nyumbani na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hajali, atakupa kile chote ambacho ako nacho na abaki hivyo. So mimi nataka kusema tu safari ya mama ibarikiwe. Mungu azidi kufungua njia zake. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya hii jamii. Sababu upendo ambao nimeona kwa hawa ndugu zangu na dada zangu na wajukuu wetu hao, wajukuu wa mama, ni upendo ambao wametoa kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba tu huo upendo udumu na huo ushirikiano ukae hivyo. So nashukuru pia kwa kanisa, nashukuru pia kwa marafiki ambao pia wametushika mkono. Najua kuna wengine pia wako sehemu hizi, wale ambao wametoka Nairobi tu kwa sababu ya Nairobi na sehemu zingine mingi kwa sababu ya upendo ambao mama alikuwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama jinsi walivyosema, mimi naomba tu pia kanisa letu ambalo ni la Friends, kanisa ambalo ni la mama, mshikilie mzee vile wazee wengine wamesema na vile wajomba wetu wamesema. Tafadhali
Usiseme ati tunangoja mzee akuje. Mama alikuwa anatoa vitu zake anapeleka hapa chini. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi mlivyokuwa mkichukua hiyo vitu ya mama, ninaomba tu tafadhali upendo. Mkuje mshike mzee mkono. Sisi tukiwa pale mbali tafadhali. Najua tutakuwa tukiongea. Shikeni mzee, mweke karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe alienda akihubiri injili, itafuta, akivua samaki. Usikae hapo useme ati samaki itakuja yenyewe mahali iko. Ninaomba tafadhali. Hilo jambo limeniguza sababu nilisikia mwingine akisema unajua mahali tuko. Hiyo haikunifurahisha. Ninaomba tafadhali mkuje mpeleke maombi hapa, mshikilie mzee. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi. Anayetoa mtu katika njia ya Bwana ni heri huyo mtu afanye nini? Apigwe mawe, si ndio? Afungwe jiwe, atupwe wapi? So usiseme kwamba huyu mzee afanye nini? Akuje mwenyewe. Hata kuja, hata kama mimi sitakuja. Lakini njoo tafadhali. Mkuje mpatie neno, msomee, mshare neno la Mungu. Kwa kusoma neno la Mungu na kumhubiria na kumuelezea njia ya Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye amepotea lazima aelezewe vizuri, si ndio? Aelekezwe hii njia ndio nzuri, hii njia ndio mbaya. Kwa hivyo mimi naomba tu jameni, mumshike mkono kama kanisa na baraka pia zitakuwa kanisani. Mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Mwangala Milton. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Jonathan Lumbasio. Nimeoa lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika mke wangu angeweza kufika. Mimi Jonasticon nilikuja hapa tarehe 16 mwezi wa 10. Bwana asifiwe. Amen. So nimekaa na mama mwezi mmoja. Wakati nilikuja mama hakukuwa vizuri sana. Bwana asifiwe. Nilikuja nikahuzunika, nikaona hali mama kwa ndani. Nikamwambia Mungu, huyu mama ameteseka kwa miaka 4. Nilikuwa nakaa na mama kila siku na muombea. Nilikuta miguu zake zimefura. Kuna mafuta ya kumasaji, nikaenda nikanunua town hapa Kitale, nikakuja nikamasaji mama. Miguu zikarudi vizuri. Sasa siku ya mwisho mjomba wangu ameongea yote, so siwezi rudia. So ile alikuja kuniita, mimi niliona mama akikata pumzi ya mwisho. Bwana asifiwe. Wakati nilifika kwa mama, nikamfanya macho hivi. Nikaona mama amefunga macho, nikajua mama yuko. Nikakimbia kwa ndugu yangu mkubwa Job. Kwanza nilita ndugu yangu Rogers hapa, kuja kuconfirm. Akapata mama yuko. Nikakimbia kwa ndugu yangu na bibi yake pale Job chini. Nikapata walikuwa kwa hali ya maombi. Bwana asifiwe. So nikagonga hiyo mlango sana. Nikaona ni kama askii, lakini nilielewa kama Mkristo alikuwa kwa hali ya maombi. Bwana asifiwe. So wakati alikuja alishtuka pia yeye. Akapata mama yuko. Tukaweza kuwasiliana na dada zangu. So kitu naweza sema kwa mama hakubagua, uwe nacho usiwe nacho. Mama alikuwa ni mama pia mkarimu. Ni mama alikuwa mama wa mawaidha. Na ni mama alikuwa anapenda watoto wake wote. Bwana asifiwe. Na mama ametulea kwa msingi wa Kikristo. Bwana asifiwe. So tunajua neno la Mungu. Huwezi tutoa katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. So ukitutoa katika neno la Mungu, hapo hatuwezi endana pamoja. Bwana asifiwe. So tunashukuru Mungu, na kama mimi na wenzangu hapa, ama niseme kama mimi namwachilia mama aende salama. Barikiwe. Amen. Wakwe wenye wako front line, nataka waendelee kwanza. Msifu Yesu Kristo. Siku ya pili nilikuja Tuesday tarehe 8, akaniambia nataka ufanye usafi na hao ndugu zangu. Mimi nilifua, huyu ndugu yangu alikuwa ana clean, then my niece was mopping. Akasema nataka mtoe cobwebs everywhere. Nikashaka. The next day akaniambia nataka ututembee na wewe hivi mpaka huko chini kwa my sister.
Tukaenda, anatembea tu, nikamwambia mama, mimi I want to be your bodyguard kwa sababu huna nguvu. Akaniambia mimi niko na nguvu ya ajabu, tutatembea. Enyewe alitembea, tukafika kwa my sister hiyo. Akaniambia umwambie atoe uchafu hapa kwa sababu atapata wageni ambaye atarajii. Mimi nikakuja tu nikanyamaza, sikwambia my sister hiyo. That's what I'm telling her now. Nikakuja, tukakuja naye kwa shamba. Akaniambia nimepanda warua hapa na sitaki wajukuu wasumbuke Januari. Nataka utoe hizi mboga hapa. Nikamwambia mvua inakuja, wewe fanya hivi, wewe rudi ukae juu umechoka, mimi nitafanya nini, nitatoa. Alikataa, akatoa kunde mingi. Akakaa chini, akanitolea hizo mboga. Akaniambia ukifika kwa nyumba just fry na ukule na nyama. Mimi nikamwambia mimi sikuli nyama, niliwachana na nyama kitambo. Now on Thursday, Friday, akaniambia nataka uende utembelee mama Melissa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe kwa nafasi hii ya mzee kuona mpenzi wake. Baba, katika jina la Yesu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa enzi. Baba, ili kupendeza uchukue Elizabeth mpendwa wako. Baba, katika jina la Yesu, naleta mume wake mbele yako Baba, akaweze kuona mke wake ya mwisho. Tunasema asante Mungu kwa sababu wewe ni mpango wako. Sisi hatusemi chochote bali tunakualika Mungu. Nimesimama mbele ya Elizabeth na wewe ni Mungu ambaye umesimama mbele yake. Mimi ni mtumwa tu Baba. Naomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, naomba na kuamini. Amen. Kanisa la Friends na marafiki wote na wale madhehebu yote ambao mmekuja kunifunga mkao, namsalimia kwa jina la Bwana Yesu. Hamjamboni tena? Hamjambo tena?
Mimi huyu amelala alikuwa kipenzi yangu. Nilimuoa akiwa na miaka 20 na mimi nilikuwa na miaka 24. Mwaka 1964. Tumeishi vizuri, alinifundisha vitu vingi sana. Mshahara yangu nilikuwa nafanya kazi, mama nafanya kazi, na mimi nikimtumia pesa nakuta mama amenunua ng'ombe. Nikimtumia pesa nakuta mama amenunua ng'ombe. Nikaona hii mwanamke kweli atanilinda. Baba yake nikaona mzee ni mtu watu wa heshima sana. Nilifanya juu na chini, yeye amebaki nyumbani. Hapa na watoto ngapi? 3. Mimi mwenyewe nikaona baba yangu ameuza ng'ombe zake. Zilikuwa ngapi? Zilikuwa karibu ng'ombe 6, 7 hivi. Nikakata pame, nikachukua vijana 6, nikamwambia mnajua kutoka Kabarasi na mguu mpaka Kaimosi mimi mwenyewe, na mimi niko na basikeli ya TomTom, nilipeleka mahali yangu mpaka kwa guga yangu Kristofa Rusari. Hiyo ndio heshima. Ya pili, niko na ng'ombe guga yangu huyu mnaona Henry yote ya Jehova, na muomba Mungu ambariki, na guga yangu Hamsi Mahiwa. Hawa watu ndio nawajua sana, wako na akili kama yangu. Ukiwa tu na mtoto ya mtu, usitegemea ati mimi nataka waniulize ndio niende nilipe. Ya nini? Na amekuzalia watoto na kupigia ugali. Nikasema sasa kitu kinafanyika, mimi na mama naenda Kitale. Na msimamizi yangu ni watu wazuri. Hii ng'ombe mnahama nazo, wakininyang'anya wachika. Kufika hapa, marehemu akaniambia sasa, akatuma shilingi 3,000. Masimeji zangu hapa wako hapa wakuje, na wasimeji yangu walikuja. Nikatoa tena ng'ombe 3 nikapeana. Baba yake amefariki, mimi mwenyewe tu mimi natoa ng'ombe, mimi mwenyewe napeleka yangu yenu huyu. Alinibadilishia tu ng'ombe. Kwa hiyo wenye kuoa wasichana yangu wale wako na akili, Mungu awalinde kabisa kabisa. Unajua una wengine msiseme na wadharau. Kuna wengine msiseme na wadharau hata siwajui. Lakini nimesikia wamwani wangu wakisema ati mimi ni mtu ya Kidorogo. Sisi watu ya Kidorogo. Badalini mama wale mliongea wasaji wanje unga msamehe watu baada ya bibi yangu, kuna shida. Sasa kwa hiyo mimi sina shida. Hii wajukuu yangu wote kwanza wanapenda shosho sana. Watakuja wengi na waenda wakae huko. Wengine wakitoka huko tasikia tu baba buka kitu yako hii. Kwanza mmoja huyu. Na washukuru sana. Na hakuna siku nimewahi kuwatusi. Hakuna siku hii wajukuu yangu ati kusema ABCD hakuna. Tena mimi sitokaji hapa naenda Nairobi ati naenda kwa watoto wangu, naenda kutembea. Naenda kufanya nini Nairobi? Au naongea mbaya? Mimi boma yangu Job na madam huyu madam Lon wananisa. Si mnaonanga saa ingine mimi nafieka tu hii barabara mpaka kwa ndani. Tena mimi nafuatia hii barabara na hakuna mtu mimi naitisha nataka pesa. Kwa hiyo mimi na yangu tu nitaomba mnipe tu maombi nitaishi. Niko na miaka 81. Koza yangu ilifika 107 Kasabu. Na mimi tu Mungu akinilinda tu vizuri. Nitatoboa miongoni mwa mimi ambayo mtu akiendelea Mungu alinipenda, alinipea huyu marehemu na ameniacha nitakatwa. Baada ameenda huko. Alienda kwa nyumba ya makao. Yeye atakaribisha mimi. Nafikiri sitasema mengi sana. Unajua nikisema mingi nitaharibu. Lakini kanisa ya Praise nimeshukuru sana kwa kazi ile mlifanya. Nimeshukuru sana kanisa ile kazi imefanya. Na kwa hayo machache mbarikiwe na Mungu amlinde. Amen.
tuje tuwasaidie. Nets sote wanawekea watoe hapa, na kwa Rita inaanzia tu hapa, tukifika huko ni kuweka mama. Asante.
nyumbani, naenda nyumbani, nimevikwa taji na baba yangu na ama afa malulu oma amengoya anzarega ale nono rae enzendenge irala aiho daya anza kono ora. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku wawagarigisha. Huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameavyo. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi, tutatokomea mara. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, binadamu Baba alipoletwa ulimwengu huu, Baba aliishi kwa ajili ya neema yako, na Baba kutoa mali yake ambao ulikuwa umeweka ndani ni neema yako Baba. Dada wetu Elizabeth ulimleta hapa, na Baba umeweza kutoa kile ambao ulimweka ndani yake, na Baba mwili wake huu ambao Baba ulituachia, Baba umekaribia kaburi kuipokea. Naomba tu ya kwamba uzidi kutakasa kazi hii, ni katika jina safi Yesu mkombozi wetu naomba. Amen. Ole wako wewe mwenye uje kikekelele mali hapo katika Mungu, tafadhali tunyamaze. Basi alitoka kwa mchanga na Baba atarudi kwa mchanga. Tumeweka Baba mwili wake ambao Baba ulikuwa mchanga, tumeweka ndani ya nyumba mpya ambao Mungu atangojea kuja kwako. Pokea sifa na uinuliwe Mfalme, katika jina safi Yesu mkombozi wetu. Amen. Basi kwa kuwa imempendeza Mungu mwenyewe kumchukua mama yetu Elizabeth kutoka hapa duniani, na sasa tuwaweka mwili wake ardhini kungojea siku ya ufufuo, ambamo wafu watakaposikia parapanda na sauti ya mwana wa Mungu, nao watatoka
waliofariki ndani mwa jina la Yesu Kristo na kusimama mbele yake, kupokea thawabu yake kwa matendo ambayo wamefanya katika maisha yao. Roho yake twakuachia wewe, Mungu wetu. Amen. Tumejenge Elizabeth Lumbasi nyumba mpya ambayo Baba, kupatana na maandiko, siku ya parapanda utakuja kumnyakua. Baba Mungu wangu, nyumba hii akae hapa kwa amani, akae kwa usalama, na Baba, kivuli chake sisionekane ndani ya nyumba ambayo alikuwa anaishi. Kivuli chake sikionekane Baba kwa mume wake, kisionekane kwa watoto wake, kisionekane kwa wajukuu, kisionekane kwa mtu yoyote ambao Baba alikuwa anahusika katika ulimwengu huu, bali alale salama akingojea wewe Kristo. Baba, pokea sifa Mungu wangu, uinuliwe na utukuze. Ni katika jina safi Yesu mkombozi wetu tunaomba. Amen. Ngoja ukusaidie kufunika ama familia